Kila mwanadamu aliyekuwa kwenye mzunguko wa maisha yako, tambua kuwa amebeba faida fulani itakayosaidia hatima na maisha yako. Hata kama yule mtu ana ubaya mwingi sana kwenye maisha yake, lakini jua kabisa kuna sehemu ya faida ameibeba ya maisha yako. Unachotakiwa kuangalia ile faida aliyoibeba na sio ule ubaya. Ukiangalia ule ubaya, utajikuta unapoteza faida iliyokuwa ndani yake. Kuna watu wako ambao ni kweli ni wabaya, lakini wamewekwa kwa ajili ya kutuchangamsha tuamke kutoka kwenye usingizi fulani. Ni kweli wanakusema vibaya kwa sababu ya tabia hiyo, lakini kupitia huko kukusema vibaya wanakuchangamsha ili ukasirikie hiyo tabia, utoke kwenye maeneo fulani. Sasa ni lazima ugundue faida walioibeba ili uweze kufaidi kilichopo katikati ya maisha yao, kwa sababu kila mwanadamu anayekuja ulimwenguni amekuja kwa kuletwa na Mungu na kuna faida ambayo Mungu kamwekea kwa ajili ya watu. Kwa hiyo lazima uigundue ile faida, uitumie vizuri. Sauli alimpiga vita sana Daudi, lakini Daudi hakuangalia ubaya wa Sauli, bali aliangalia faida anayoipata kwa Sauli, kwamba vita yote inayoendelea, lakini natakiwa nikae kwenye kiti chake. Kwa hiyo siwezi kushiriki kumwaga damu yake, kwa sababu mimi ninaenda kukaa kwenye nafasi ambayo yeye ametoka. Manake kama sio yeye kukaa pale, mimi nisingeweza kukaa. Kwa hiyo tumia faida ambayo Mungu ameiweka ndani ya watu wanaokuzunguka, hata kama una ubaya mwingi, na hiyo faida itakusaidia kupiga hatua kwenye maisha yako kwenye vipengele fulani. God bless you, Junior's Prophet. Amen.